ili kulinda tabia mtoto isiharibike. Kwa hiyo wazazi wana nafasi kubwa sana kuhakikisha kwamba watoto sikufananishi na yeyote. Mungu kama wewe, Mungu kama wewe, hakuna sikufananishi na yeyote. Unatunza maagano, sauti zetu. Mungu kama wewe, Mungu kama wewe, hakuna sikufananishi na yeyote. Unatunza maagano, sikufananishi you answer by fire. Wewe unajibu kwa moto. That is what you did. Hicho ndicho ulichokifanya. When Elijah pale ambapo Elia prepared the altar alivyoandaa madhabahu and he called up thy name, na alipoliitia jina lako, you answered by fire. Ulijibu kwa moto. And all the people na watu wote and even those false prophets na hata wale manabii wa Baali were able to know waliweza kujua that you are the only living God, kwamba wewe ni Mungu pekee unayeishi, and they were destroyed na waliharibiwa by your sword. kwa panga wako. You have never changed. Haujawahi kubadilika. You are the same yesterday and forever. Wewe ni yeye yule jana, leo na the hata one milele. who answered Elijah by fire. Wewe uliyemjibu Elia kwa moto. You are the one who can answer us by fire. Ni wewe pekee unaweza kutujibu kwa moto. 2025. 2025. Answer
us by fire. tujibu kwa moto. As a church, Kama kanisa, as individuals, kama mtu binafsi, in their working place, katika kazi zao, in their families, katika familia zetu, in their working places, katika mahali petu pa in kazi, their businesses, katika biashara, in ministry. katika huduma. Answer us by fire. Tujibu kwa moto. By fire. Kwa moto. By fire. Kwa moto. By fire. Kwa moto. And let there be distinction Na hacha kuwe na utofauti between those who worship you and fear you, kati ya wale wanaokuabudu na and kukucha those wewe who are evil. na wale walio waovu. You'll distinguish us, Lord, Utatutofautisha in the Bwana midst of affliction. katikati ya kuhangaika. You will distinguish us, Father, Utatutofautisha Bwana in the midst of difficulties and troubles. katikati ya magumu na We changamoto. thank you. Tunakushukuru. We 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 thank you. Tunakushukuru. I thank you. Ninakushukuru. I can hear the Lord telling me Ninaweza kusikia Bwana akiniambia that the Lord God of Israel kwamba Bwana Mungu wa Israel is with us, yuko pamoja na is sisi. with you. Yuko pamoja na wewe. There are some people, Kuna watu baadhi you can yetu, write this. unaweza ukakiandika There are hiki. some people who have passed through difficulties for a long time, Kuna watu ambao wamepitia changamoto kwa muda mrefu, especially in their working places. hasa katika mahali petu pa The Lord kazi. is telling me, Bwana ananiambia trust Him. muamini yeye. Trust Him. Muamini yeye. Trust Him. Muamini yeye. Just believe in Him. Muamini yeye tu. Just trust Him. Muamini yeye tu. Don't you ever, Wala usitikisike. don't you ever Usitikisike. stand and be strong. Simama na uwe imara. And the hand of God Na mkono wa Bwana will be seen in your life. utaonekana kwenye Will be maisha seen yako. in your office. Utaonekana kwenye ofisi Those yako. people Wale au watu who have tormented you for a long time. ambao wamekuonea kwa muda This is mrefu. what the Lord is saying. Hiki ndicho ambacho Bwana anasema. Amen. For those people who have worked and toiled in their offices for a long time. Kwa wale watu ambao wamefanya kazi na Hili kuhangaika katika ndilo neno la ofisi. Bwana kwa ajili This is yenu. the word of the Lord to You will you. never see them again. Hautawaona tena. You will never see them again. Hautawaona tena. As God Kama Mungu consumed the Egyptians alivyowameza wa Misri and they were drowned in the waters, na walizamishwa majini, you will never see them again. hautawaona God tena. will take care of them. Mungu ataingilia God kati. will fight your battles. Mungu atapigana vita God vyako. will fight your battles. Mungu atapigana vita Wherever vyako. you are, Popote receive ulipo, strength. pokea nguvu. Receive strength. Pokea nguvu. Receive strength. Pokea nguvu. Receive strength. Pokea nguvu. Kuna watu ambao haki zao zimenyang'anywa. There are people who their rights have been Nasikia taken Mungu away. ananiambia tena kuna watu haki zao I hear the zimenyang'anywa. Lord telling me that there are people's rights have been taken away. Ni Mungu anayetunza It's the maagano. God who keeps Just covenants. shika agano Just lake. hold on to his covenant. Atarejesha. He will restore. Atakupa haki yako. He will give you your rights. Atakupa haki yako. He will give you your Na wale ambao rights. muda mrefu mmekaa kazini hamjapandishwa And cheo. for those who have stayed in the Na offices unajua for ni long haki have yako. not been Come here. promoted. Come here quickly. Njoo haraka There is mbele. anointing Kuna upako to lift you up. wa kukuinua. Come. Njoo. Come. Njoo. Come. Njoo. Unajua umekaa kwenye hiyo nafasi kwa muda You mrefu have- na you ni know- haki yako You kuinuliwa. have stayed in that position for so Come, long, it's your the right to be anointing is promoted. here. Njoo, upako uko hapa. Hatuna wafanyakazi Do we not have workers? ambao unajua usipige magoti. You know, Umekaa pale kwenye cheo kwa muda mrefu. you've stayed there for so long. Come. Njoo, Receive pokea uplifting. kuinuliwa. Receive Pokea in Jesus mighty name. katika jina kuu la Yesu. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Receive it. Pokea. Receive the anointing. Pokea upako. Receive your uplifting. Pokea kuinuliwa kwako. Receive. Pokea. 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 God is telling me, young man, Mungu ananiambia kijana, tatizo lako kidogo your problem is so small. unakuwa
Kila mtu ana hasira, Everyone has lakini anger, wewe unakuwa na hasira haraka, but you have anger very fast, alafu unazira, and you just, na sometimes you miss big opportunities. muda mwingine unapoteza fursa kubwa. Ni sawa? Is it true? Sasa usifanye tena hivyo. Do not do that anymore. Umeacha vitu vingi. Mungu amekufungulia milango mingi. God has opened a lot of doors. Lakini yani this is how life is. Hivi ndivyo maisha yalivyo. There's no straight line. Hakuna mstari ulionyooka. Straight line, mstari ulionyooka is when you walk with God. Ni pale tu unapotembea na Mungu. Kwa hiyo usizire tena. So do not. Ukikutana na vikwazo, simama. When you encounter setbacks, just stand. Amen. Amen. Be matured. Ukue. Wewe una bahati sana. You're so lucky. You have favor. Una Wherever you go, you kibali. receive favor. Popote unapoenda unapata You don't know kibali. how to use your favor. Lakini hujui namna kutumia kibali chako. Nenda na mwaka huu utaniambia Go ukiweza. and this shall tell me. Wewe umeokoka lini? Aha. Ninachokwambia ni kweli. Aha. Sasa manake sije nikakwambia kitu ambacho sio cha kwako. Sasa umepoteza opportunities. You've lost a lot of opportunities. Kuwa kiroho. Just grow spiritually. Ujifunze sana ili hiyo hasira na kuzira vitoke. So that the anger should go away. Amen. Amen. Nendeni mkareceive promotion zenu. Go na mkapokea kuinuliwa kwenu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise and worship team, Mungu abariki. Praise and worship team, may God bless you. Tunaendelea na maombi yetu. We are proceeding with our prayers. Mungu ametutia nguvu. God has strengthened us. Sijui nyewe wenzangu. I don't know if you, my Si fellows. anatutia nguvu Is he strengthening us? Anatutia nguvu. He's empowering us. Hallelujah. Hallelujah. Nani kamtia nguvu? Who has he been strengthened by the Lord? Nyosha. Just lift up your hands. Amina. Amen. So message yangu, what fasting and prayer can do. Nini ambacho kufunga na kuomba kunaweza Na kufanya? tutakwenda kuangalia katika kile kitabu cha Ezra 8. We're going to look at the book of Ezra Mstari wa 8, 21 mpaka wa 23. verse 21 to Na 23. tutasoma 31. And we read 31. Lakini kabla hapo tutasoma Ezra. But before that we read Ezra kuanzia mstari wa 7 nafikiri mpaka wa 10 na. from verse 7 to 8. 10. Ngoja nizungumze kwa habari ya short story ya Ezra. Usilale, mwambie Let me give a short story of Ezra. utahubiri na mchungaji. Tell your neighbor you preach with the pastor. Amen. Amen. Ezra was a scribe. Ezra alikuwa msomi, mwandishi. Yes. And scholars wamesema kwamba Ezra ameandika vitabu vitatu. Ezra has written 3 books. Kitabu cha Nyakati wa kwanza na kitabu cha Nyakati wa pili and 2 Chronicles na kitabu cha Ezra chenyewe. and the book of Ezra itself. More than that, Zaidi ya hapo, and because he was a scribe, na kwa sababu alikuwa he was mwandishi, well vexed in the law of Moses. alikuwa amejikita sana katika sheria ya Musa. Amebobea katika Torati. He was vexed in the law. Alijua, alishika, he held on na to it alijua kuifundisha. and knew how to teach it. Amen. Amen. He was a priest. Alikuwa kuhani. Wakati huo kuhani alikuwa anasikia kutoka kwa Mungu. At that time priests used to hear from the Lord. Anawaambia watu kwamba Mungu amesema nini. Telling the people what God has said. Lakini pia alikuwa anachukua mambo ya watu. But also he was taking people's na things kuyawakilisha kwa and presenting Mungu, them kazi ya before kuhani. the Lord. That was the work of the But priest. also he was a prophet. Lakini pia alikuwa nabii. And intercessor. Na alikuwa mwombezi. Hallelujah. Hallelujah. Now this book was written. Kwa hiyo hiki kitabu kilikuwa kimeandikwa. Nafikiri wakati ama kabla haja wakiwa sijui kama ni kabla, lakini kuna kipindi walikuwa utumwani. There was a time that they were in slavery. Mnajua kitabu kile cha Yeremia alitabiri kwamba Israeli itakwenda utumwani Babeli miaka 70. Jeremiah prophesied that Israel will go to slavery for 70 years because they left God. Na kwa sababu lilikuwa ni neno la Mungu. And because it was the word of God. Ilitimia kweli. It was fulfilled. Wakaenda utumwani. And they went to slavery. Wakawa chini ya ufalme wa Nebukadneza na wafalme wengine. Under the rule of Nebuchadnezzar and other kings. Na ukisoma katika kile kitabu cha Ezra sura ya kwanza. And if you read that book of Ezra chapter 1. Ama ile sura ya mwisho ya mambo ya Nyakati wa pili. Or the last chapter of 2 Chronicles. Unaona sasa Mungu anaamsha moyo wa Koreshi. You see now God reviving the spirit of Cyrus. Anaamsha moyo wa Koreshi kwa sababu miaka 70 tayari ilishatimia. Because 70 years have already been fulfilled. Ya utumwani, na Mungu sasa ilikuwa ni wakati wa Mungu kuwarudisha wana wa Israeli
Israeli nyumbani mwao Yerusalemu. And now it was the time for God to take Israel back to Jerusalem. Kwa hiyo kulikuwa na makundi matatu So there were ya 3 viongozi groups of leaders. na watumishi ambao waliongoza hiyo misafara ya kutoka utumwani Babel kurudi Yerusalemu. And the leaders that led that people to go to Jerusalem. Mtu wa kwanza alikuwa Zerubabeli. The first person was Zerubbabel. Ambao ukisoma kitabu cha Hagai When you read the book of na Haggai kitabu cha Ezra and the book of Ezra, unawakuta sana. you find them there. Wao waliambiwa na Mungu, They were- walipewa maono ya kwenda kujenga hekalu. They were told by God to go and build the temple. Na mtu mwingine wa pili And the second person alikuwa ni Nehemia. was Nehemiah. Naye alipewa maono na Mungu kwenda kujenga ukuta wa He was Yerusalemu. told to go and build the wall of Na Jerusalem. mtu mwingine wa tatu And the sasa third person alikuwa ni Ezra. was Ezra. Ezra yeye alipewa maono kwa sababu ya kazi na huduma. Ezra was given visions because of the ministry. Alipewa kwenda kuangalia kurejesha tena ukiroho wa wana wa Israeli. He was told to restore the spirituality of Israelites. Kwa hiyo ndio sababu iliyomfanya Mungu ampe nafasi na Mungu ampe kibali mbele ya mfalme Aristasha. That's the reason God gave him favor before the king Aende atoke Babeli to leave from Babylon kwa kusudi la kwenda Yerusalemu, by the intention to go to Jerusalem kufanya matengenezo na mabadiliko ya kiroho kwa wana wa to Israeli. make spiritual changes to Israelites. Na ukisoma katika kile kitabu cha hiyo Ezra sura ile ya 7, When you read in the book of Ezra 7, hebu soma mstari ule wa 7. Tuseme pale. Ezra sura ya 7 mstari wa 7. Hebu naendelea mstari wa 8. Mstari wa 8 Biblia inasema naye Ezra akafika Yerusalemu. Hebu mpa wa 9. Mstari wa 9, maana alianza kukwea kutoka Babeli siku ya kwanza ya mwezi wa kwanza. Naye akafika Yerusalemu siku ya kwanza ya mwezi wa 5. Kama mkono mwema wa Mungu wake ulivyokuwa pamoja naye. Kwa maana huyo Ezra alikuwa ameuelekeza moyo wake kutafuta. Naomba unipe nisome. Asante binti yangu, naomba nisome kwenye New Living Translation. I read from NLT. Nisome kwenye New Living Translation kwa Kiswahili, kwa Kiingereza. Alafu atanitafsiria. Anasema mstari ule wa 8. Verse 8. Hallelujah. Hallelujah. Anasema Ezra arrived in Jerusalem in August of that year. Naye Ezra akafika Yerusalemu mwezi wa 5 katika mwaka wa 7 Hallelujah. wa huyo mfalme. Umeweka hapo endelea. He had arranged to leave Babylon on April 8th for the first day of the year, and he arrived at Jerusalem on August 4th, for the gracious hand of God was on him. Maana alianza kukwea kutoka Babeli siku ya kwanza ya mwezi wa kwanza, naye akafika Yerusalemu siku ya kwanza ya mwezi wa 5 kama mkono mwema wa Mungu wake ulivyokuwa pamoja naye. Endelea mstari wa 10. This was because kwa maana Ezra had determined huyo Ezra alikuwa to ameuelekeza study and obey the law of the Lord, moyo wake kuitafuta sheria ya Bwana and to teach those decrees and regulations to the people of Israel. na kuitenda na kufundisha maagizo na hukumu katika Israel. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Kwa hiyo anasema hivi, sitaki kuendelea sana huko, I don't anasema want to kwa proceed. sababu Ezra, He said because kuna Ezra, point nataka uelewe. there's a point I want you to understand. Nimesema Ezra was well vexed in the law of Moses. Nimesema Ezra kwamba alikuwa amejikita na amebobea sana katika sheria ya Musa. He determined Alikuwa to amedhamiria study the law kujifunza and sheria obey it. na kuitii. And because of that, Na kwa sababu hiyo, the gracious hand of the Lord mkono wa neema wa Mungu was upon him, ulikuwa juu yake. and the king Na mfalme granted aliandika him all he needed. aliandika vyote ambavyo alikuwa anavihitaji. Granted. Alimpatia vyote alivyokuwa anavihitaji. Amemesikia?
Do you Kwa hear me? kwa nini mfalme Aristasha alimpa kila kitu alichokihitaji Why kwenye did the safari? king give him everything that he needed? Kwa maana alimwambia aende na watu, Because he told him, go with the people, akamuuliza unataka and nini, asked him, what do you want? akampa He dhahabu, gave him gold, akampa silva he gave him na silver, vitu vingi. and all other things. Kwa nini alimpa? Why did he give him? Kwa sababu Because Ezra alidhamiria Ezra was determined kujitoa kwenye neno la Mungu, to devote himself in the word na of kwa God, hivyo mkono wa Mungu ukawa juu and yake, so the hand of the Lord was upon him. kibali cha Mungu kikawa juu The yake, favor of the Lord was na kwa upon sababu him. kibali cha Mungu kilikuwa juu And yake, because the favor of the Lord was upon him, mfalme akampa kile the anachokihitaji. king gave him what he needed. Tunajifunza nini? What are we learning from here? Tukitembea kwenye mapenzi ya Mungu, When we walk in the will of God, tukilishika neno la Mungu, when we hold the word of mwaka God, 2025, the year 2025, haleluya, hallelujah, tukadhamiria, and we become determined, ukadhamiria, and you are determined, ukaacha njia mbaya, you leave all evil ways, yale mambo ambayo unajua hayampendezi all the Mungu, things that you know ni do not kinyume please na God, neno la Mungu. that they are against the word of God. Hui tu mlokole kanisani, You're not only a born again in unakuwa ni church, mtu wa Mungu. you become a person of God. Nyumbani kwako, kwenye ndoa yako, Even in your house and your marriage, unakuwa ni mtu wa Mungu. you become a person of God. Kanisani unakuwa mtu wa Mungu. At church you become a person of God. Nje unakuwa mtu wa Mungu. Even out there you become a person of Mpaka God. watu wajue, Even the people to mama know huyu ni tofauti na wamama wengine. that this woman is different Ni from kweli other women. ameokoka. It's true, she's saved. Anatembea sawasawa na neno la She's Mungu. walking according to the Baba word of huyu God. ameokoka. This man is saved. Binti huyu ameokoka. This lady is saved. Mkono wa Mungu utakuwa juu The yake. hand of the Lord will be upon you. The gracious hand Ule mkono wa neema and the powerful hand na ule mkono wenye nguvu of God will be upon us. wa Mungu utakuwa juu And he yako, will grant us na atatupatia whatever we need. chochote And he will tunachokihitaji, give us favor na atatupa kibali before people. mbele za watu. Amen. Amen. Umenisikia? Do you hear me? Shika hilo. Just hold on to that. Shika hilo. Hold on to that. Tutembee nalo. Let us walk with it. Ulize jirani yako, ulishije mwaka 2024? Ask your neighbor, how did you live in Badilisha 2024? mtazamo. Change your attitude. Kwa hiyo ndio maana Ezra And that is why Ezra, akapata kila kitu. he got everything. Akaondoka, He left. akaanza safari He started the journey kama tulivyosoma. as we have read. Tunapofika When we reach Ezra 8:21, Ezra 8:21, ndio hapo somo langu lipo. that's where my sermon is. Anasema, He's saying, and there by the Ahava Canal, ama river, I gave orders ndipo hapo katika mto wa Hava nikatoa agizo for all of us to fast. kwamba wote tufunge. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo ilikuwa, it was order. Ilikuwa ni amri. There was no option. Hakukuwa na kuchagua. Mnasikia na Mungu? Do you hear me, children of God? Ilikuwa ni order. Ilikuwa ni amri. Kama ambavyo mwezi wa kwanza As the way in makanisa January, yote ya Calvary, all the churches of waumini Calvary, wote wa kanisa la Calvary, every people of ni Calvary, amri, it's an order. sio uchaguzi. It's not an option. Wengine hapa wanakula, Others here are eating. hawaumwi, They are not sick. sio wazee, They are not elder people. sio watoto. They are not children. Kwa maana mtoto una miaka 17, 18, wewe ni mtoto wapi? Because you have 17 years 18 si old. kijana. How are you a child? 18 si kijana. 18 years. Eh, You are young. hallelujah. Amen. Sio wajawazito, You are not pregnant women. hawanyonyeshi. You do not breastfeed. Na hata kama mtu ananyonyesha miaka miwili mmoja. And if a person is breastfeeding, is it for 2 years Mmoja or na 1 anasema year? jamani mimi nafunga nanyonyesha, endeleeni tu I'm wapendwa, mbarikiwe. breastfeeding just to Tutabarikiwaje? see. How can we be blessed? Miezi 6. 6 At least months. mwaka ukiisha basi kwenda huko juu unaweza ukafunga. At least a year, then you can fast. Amen. Amen. Muulize jirani yako umefunga. Ask your neighbor, have you Mimi fasted? nimepata taarifa, nimeletewa I've been given an taarifa. Kuna information. watu wanaonekana wanakula, wanakunywa There soda. are people who are seen drinking soda. Yatakushinda, nakuambia ukweli. I'm telling you the Yatakushinda. truth. Mwaka huu You'll fail. yatakushinda kabisa. You will fail this Yatakushinda. year. Mwambie jirani yako yatakushinda. Tell your neighbor you fail.
Mwangalie, mwambie atakushinda. Look at them and tell them. Alafu umekula, watu wamekuona. And you have eaten and people ilivyo have mbaya, seen you. watu How bad it wanakuona. is. Na People are wanaleta seeing ripoti you. kwetu. And they are bringing us reports. Aibu. It's a shame. Mbona ananiangalia hivyo? Umekula nini? Hawezi kula, anete na mtani. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Jamani, tumbo ni kwa chakula. The stomach is Na for chakula food. ni kwa tumbo, lakini And vyote food is for vitatoweshwa. stomach, but everything will perish. Haleluya. Amen. Bwana Yesu, wajidekeze tu. You just spoil Deka tu. yourself. Na wengine mnalala mkiomba, hamuombi. There are people, you're just sleeping and you do not pray. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Praise the hasa Lord. mabinti. And most especially Na vijana, ladies wale and wenye young men. nafasi. Those who have a Yani chance. unafunga, unalala usingizi fofofu. You're fasting and you're Yani sleeping. umwambia watoto na jamani na ni mama, msinisumbue. You have told them, do not bother me. Mnacheka, You are laughing. msilale kuanzia leo. Do not sleep from today. Mmenisikia nani makamu mwenyekiti waje wao. Waambie wamama kabisa, muandike kwenye message. Hamna kulala, ni kuomba. No sleeping, we are praying. Ukifunga na kuomba na kipindi hiki cha joto lazima unasikia usingizi. When you fast and pray Lazima in this time of ushinde hotness, usingizi. you must overcome sleepiness. Uombe. You must pray. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo Ezra alitoa amri. So Ezra gave an order. Kwa hiyo wakati mwingine Mungu na tunalolifunga duniani Whatever we bind linafungwa on na earth, mbinguni. it's bound Kwa in hiyo heaven. Mungu amekubali. So God has accepted. Kwa hiyo usile wewe. Do not eat. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Mwambie Lord. jirani yako usile. Tell your neighbor, do not eat. Mwambie usile. Tell them you do not Jitahidi, eat. haufi. You will Huo not ni die. uongo wa ibilisi. That's the deception of the devil. Mmenisikia? Mtu hafi jamani, ile A person wala, does not wala die. usikii njaa. And you do not Ile feel sio hunger. njaa. That is not Ni hamu hunger. tu na yale mazoea ya It's kula. just the desire and familiarity of eating. Umesikia? Amen. Amen. Wala uzimii. And you will not faint. Hallelujah. Hallelujah. Amina. Amen. Kwa hiyo akatoa amri. So he gave an order. Kwa nini? Why? Akasemaje? Mambo matatu. Tutakwenda kuangalia hapo mambo mawili makubwa. We are going to look at two great Anasema things. to humble ourselves. Ili kujinyenyekeza. Kwa hiyo kumbe tunapofunga, So when we fast, tukifunga vizuri, if we fast well, na mioyo yetu ikiwa safi, and when our hearts na are nia clean, zetu zikiwa nzuri, and when our hearts are clean, tunajinyenyekeza. we humble mbele za ourselves Mungu. before the Kwa Lord. hiyo Ezra alitaka watu wajinyenyekeze mbele za So Mungu. Ezra wanted people to humble themselves before the Lord. Namba 2, Number 2, alafu ukiangalia katika ile kitabu cha Amplified, when you look at the book of Amplified, translation ya Amplified anasema Amplified, weka Amplified. Hiyo ni Amplified, okay? Anasema yes. Niweke Ezra basi 8:21. Anasema to seek from him a straight, kutafuta kwake, a straight and right way, kutafuta kwake njia sahihi na For iliyonyooka kwa ajili yetu, our little ones, kwa ajili ya watoto yani wetu, familia zetu, that our and families all our possessions. na mali zetu. Kwa hiyo tutakwenda kuangalia vitu viwili. So we are going to look into two humble. things. Kunyenyekea, Maana ya kuhambo ni nini? the meaning of humbleness, Na to find a straight and a right way for us and our little ones and our position, manake ni na kutafuta njia sahihi na iliyonyooka kwa ajili yetu na watoto wetu. What's the meaning of that? To humble Kunyenyekea, manake ni nini? what is the meaning of it? Mwambie jirani yako tunakwenda kuangalia maana ya kunyenyekea. Tell your neighbor we're going to look in the meaning of humbling. Na kuna ka point nataka nizungumze There is hapo. a point I want to speak here. Ezra hakufunga kwa maana alikuwa na shida. Ezra did not fast because he was in need. Alikuwa na kila kitu. He had everything. Alikuwa na dhahabu, He had gold. alikuwa na fedha, He had silver. kila kitu.
everything. Kwa hiyo wakati mwingine So sometimes tunafunga si kwa sababu tunatafuta kitu, We are labda fasting- tuna material things from God. not because we are looking for something kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Biashara yako ikiwa inaendelea When vizuri, your business goes well, ndio wakati mzuri wa kufunga. that is the good time to fast. Unapopanda cheo kazini When you're being promoted at work, na kazini mambo yako vizuri, and at work things ndio are wakati going wako smoothly, mzuri wa that kufunga. is your time to fast. Usingojee changamoto. Do not wait for challenges. tunafunga. That's when we fast. Tunafunga kwanza We are fasting mambo first yakiwa mazuri. when things are going Hata well. changamoto zikija, Even when the challenges tukifunga come, ni sawa, and we lakini fast is tusingojee okay. kwanza changamoto. But let us not wait ndio for the challenges tufunge. and then we fast. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kama unanifuatilia ni ibada ya pili watu wanalala. If you're following me, Fanya just hivi, wave your fanya hivi hand. mpaka kule mwisho. Wave your hand up to back there. Sasa tunakwenda kuangalia So we are going to look maana ya to humble. the meaning of kunyenyekea. When you humble, Unaponyenyekea, it helps you. inakusaidia, It helps us inatusaidia to behave towards God kutenda kwa Mungu and others na wengine and keep away from pride. na kujitenga na kiburi. When you fast, Unapofunga, it helps you inakusaidia to behave well kutenda sawasawa towards God kwa Mungu and towards others. na kwa wengine. Menisikia wana wa Do you Mungu? hear me, children of God? Na inakutenga na kiburi. And it sets you apart from pride. Kiburi Pride, kinakuja, it comes. na hasa mtu anapokuwa And amefanikiwa, most especially when a person has kiburi succeeded. kinakuja, Pride comes. majivuno yanakuja, Pride comes. yanakuja yenyewe, They are coming automatically. yanakuja yakuvamie. They are coming to attack Sasa you. ili usiwe na kiburi So for you not to have na pride majivuno and boasting na yourself uendelee kuishi and to keep on na living uendelee kuwa mbele za Mungu sawa sawa, and to keep on living na before mbele the za Lord watu wengine uonekane sawa, and to other people you're being seen well. ukifunga When you fast, unasaidia. It You helps. humble yourself. Kunyenyekea. Inakusaidia. So kunyenyekea. Mwambie jirani yako inasaidia. Tell your neighbor it helps. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mmenisikia wana wa Mungu? Do you hear me, children of God? Inasaidia. It helps. What does it mean again with humbling? To Kuna humble. maanisha nini kunyenyekea? Alivyokuwa anasema to humble ourselves before God. When he was saying kunyenyekea, kujinyenyekeza To mbele za Mungu. practice Kutenda, kufanyia mazoezi. meekness and obedience to God. Kunyenyekea na utii kwa Mungu. Kufanya mazoezi ya utii Practicing obedience na upole and meekness kwa Mungu. before the Lord. Umenisikia? Do you hear me? Usipofunga When you do not ni fast, rahisi kutokutii. it's easy not to obey. Ni rahisi hauwi mpole. It's easy not to be meek. Amina. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Blessed be the name of the Hallelujah. Lord. Hallelujah. Kuna siku moja na shangaa tulipokuwa Morogoro, When we were in Morogoro, ni kwa vile tu tumefunga siku chache, it's just because of lakini fasting for nataka 3 nikwambie days. ukifunga siku 3, But I want to tell you, when you fast for 3 hata days, mtu aje akutukane hapa, even when a person comes and cuts you, hautajibu. you will not Una answer. hizo nguvu za kujibu? Do you have that power to answer? Hauna. You do not have them. Unanyamaza. You just stay silent. Hallelujah. Hallelujah. Hata tukuchokonoe hivi, Even when we pick you this utanyamaza way, kimya tu. you just remain You silent. have humbled yourself. Kwa sababu Mwili hauna umejinyenyekeza. nguvu. The body has no strength. Amen. Amen. So to practice Kufanyia meekness and mazoezi, obedience upole na utii towards God, mbele za Mungu na meekness to others. na upole kwa watu wengine. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Also Pia to respect others. kuheshimu wengine. Mtu yoyote ambaye ni mnyenyekevu Any person who is humble anaheshimu watu. respects others. Kwa hiyo tunapofunga So when we fast, tunanyenyekesha, we are na humbling. kunyenyekesha And ni being kuwaheshimu is to wengine, respect ni others. kuwa na nia ya Kristo. Is to have the will of Christ. Manake Biblia inasema iwe na nia ile The ile Bible says have the same iliyokuwemo mind ndani ya Kristo. that was in Christ. Tunakuwa na hiyo nia. So we have that Njia mind. mojawapo One of the ni way kwa kufunga, is to fast. looking for the interest of others. Kutafuta mapenzi ya wengine.
and serve them na kuwahudumia in a godly manner. katika namna ya kimungu. Biblia inasema ninyi nyote The Bible says all of you ivikeni unyenyekevu be humble ili mweze kuhudumiana. so that you may serve Mtu each ambaye sio other. A mnyenyekevu person who is not humble hawezi kuwahudumia wengine, cannot serve hawezi others, kuangalia matakwa ya watu wengine. cannot look at the interests of others. Jina la Bwana libarikiwe. Blessed be the name of Yani the Lord. anakuwa na umimi, He just has anakuwa na selfishness. ubinafsi. He is selfish. Tunapo humble ourselves, Tunaponyenyekeza, we break that umimi. tunavunja that selfishness. Amen. Amen. Nilikuwa nawaambia, I was telling them, nikawachekesha nikasema, we kila siku kwenye uji hapa kuna watu wengine ni namba moja kila siku. every day going to the porridge, you are the first to Yani reach tangu there. tumeanza kufunga tarehe 3 Since we started fasting on third, mpaka leo mpaka jana, up to yani yeye yesterday, ndio wa kwanza kwenye uji kila siku, he's the first one to reach to the porridge na wengine place. mnawekeana namba. And others, you put a place for someone else. Huyo anayekuwa wa kwanza kila siku kweli, kwa nini huwa wa kwanza kila siku? Why should you be the first every Huyo day? unafikia anaweza akafikiria wengine? Do you think that he or she can think of others? Anaweza akafikia wengine Can he or na she think hataki of apitwe. others? Haleluya. Hallelujah. Amina. Amen. Hata mnapakua chakula mezani, Even when you are serving je, food at kuna mwingine ambaye home, ni kila siku yeye wa kwanza? there's someone who is always the first. Hata baba kwa heshima yake, Even the father for ni his kweli baba honor, lazima awe wa kwanza, it's true that the father should be lakini the first. baba aliye mnyenyekevu But a father who is anaweza humble, akawaambia hata watoto wapakue he can kwanza. tell the children to serve first. Amen. Amen. Unawatanguliza wengine, You put others vitu first. vingine watangulize In wengine. other things, just put others Hiyo ndio first. humbleness. That is unyenyekevu. Amen. Na Amen. tunafanya hivyo mwaka huu. And we are doing that this Wafikirie year. wengine kwanza. Just think of others first. Unashindwa kabisa hata kumpa mwenzako, unajua hana nauli. You even fail to give your fellow, you know Na that they do imetokea not kwa have bahati fare. mbaya. And it's just, Unashindwa kumpa nauli. you fail to give them fare. Ndio kipindi hiki It is at this time unaona anahangaika na nauli. you see that they need Namwambia fare. chukua shilingi 10,000 hii Tell them- itakusaidia nauli wiki nzima, usiache kuja kwenye maombi. Take this 10,000, do not fail to come to midweek Amen. for prayers. Hallelujah. 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 Mtu ambaye anataka kupewa tu, kupewa A tu, person who kupewa just tu, wants to receive, huyo sio humble. that is not nyenyekevu. You think of others. Unawafikiria wengine pia. Hallelujah. Hallelujah. Tunakwenda wote pamoja. Are we going together? Nyingine, Another one. nafikiri kabla zote nimezungumza. Humility Unyenyekevu brings uplifting and favor unaleta kuinuliwa na kibali, and brings glory and honor. na inaleta utukufu na heshima. Hallelujah. Hallelujah. Tumeelewana jamani? Have we Kwa understood hiyo each ndio other? maana So nilikuwa that is nafafanua why alipokuwa anawaambia to humble ourselves, alikuwa anamaanisha I was nini? elaborating why he told them to humble themselves. What did he mean? Na ya pili, The second one, to find a straight and a right way kupata njia sahihi na for iliyonyooka us, kwa ajili yetu our little ones, na our watoto wetu families na familia zetu and our possessions. na mali zetu. A straight and right way. Njia sahihi na iliyonyooka. Maana yake nini? What does it mean? God's guidance. Uongozi wa Mungu. God's guidance. Mwongozo wa Mungu. Tunaposema tunatafuta njia iliyonyooka na iliyo sahihi, When we say that we are seeking the right ina and maana straight way, tunahitaji uongozi wa it Mungu. means that we need the guidance of Na God. mara nyingi uongozi wa Mungu uko hivi, And a lot of time the guidance of God is in that this way. God will align our thoughts, Kwamba Mungu ataunganisha intention, our thoughts, mawazo yetu, intention, makusudi yetu, action matendo yetu with his own. na ya kwake. Mungu God aunganishe, should align, align aunganishe our thoughts, mawazo yetu,
our intention, makusudi yetu, our actions matendo yetu with him. na yeye. Sawa jamani? Amen. Yani unaposema I need God's guidance, When you say that unahitaji uongozi wa Mungu, tunaposema unapomwambia Mungu nahitaji uongozi wako mwaka 2025, when you tell God that I need your guidance in ina maana kwamba 2025, unataka it means that you mawazo want yako, your thoughts, makusudi yako your intentions, na vitendo vyako and your actions vioane to align na makusudi ya Mungu with God's na mpango wa purpose Mungu. and with his plan. Sio Mungu aingie kwenye mawazo yako. Not God to enter into your thoughts. Hapana. No. Tunakwenda wote pamoja. Are we going together? Ukisoma Exodus 13, When you read Kutoka 13, 17 and 18. 17 na 18, Nipe New Living Translation. give me NLT. Anasema, when Pharaoh let the people go, God did not lead them along the main road that runs through the Philistine territory. Ilikuwa hapo Farao alipokwisha kuacha watu waende zao, Mungu hakuongoza kwa njia ya nchi ya Even Filisti. though Ijapokuwa that was the shortest route to the promised land. ilikuwa ni ya karibu. Ina maana kwamba kama ilikuwa ni kuchagua kwa wana wa Israeli, If it were to choose, hata Musa even waambie Moses, chagueni njia kwenda Kanaani, to be told to choose a way to hata Canaan, mimi hata wewe even me or you, tungechagua ile njia iliyo fupi, we could have chosen that short way. si ndio hivyo? That's how it is. Tungechagua iliyo fupi, We could have chosen the lakini short mawazo way. ya Mungu sio hivyo. But the thoughts of God are not Mpango wa that Mungu way. sio hivyo. The plan of God is not that way. Akasema hivi, He said this. God said, Mungu if akasema, the people are faced with battle, kama watu wakikutana na they vita, might change their minds and return to Egypt. watabadili akili zao na kurudi Mstari wa Misri. 18. So God led them in a roundabout way Mungu akawazungusha hawa watu kwa njia ya bara through the wilderness towards the Red Sea. kando ya bahari ya Kwa Shamu. hiyo wakaenda kwa uongozi wa Mungu kwenye njia ya Mungu, japo ilikuwa ndefu, So they- lakini it was safe for them. They went by the guidance of God even though it was a long way, but ilikuwa ni njia salama kwa ajili yao. Amen. Amen. Mwambie jirani yako, saa nyingine njia unayochagua si Tell your neighbor, salama. sometimes the way you Kubali choose, it's not uongozi safe. wa Mungu, kwa maana uongozi wa Mungu utakupa njia iliyo salama. Accept the guidance of God because it will give you a safe way Kwa mwaka huu, in this kwa maisha year, yako, for your life, kwa nyumba yako, for your na house, kwa kazi zako. and for your works. Mwomba Mungu guidance. Ask God for uongozi. Amen. 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 Tuko pamoja? Are we together? Unanielewa? Do you understand Kama me? umeelewa sema yeah. If you understand me, say yeah. A straight and right way. Njia sahihi na Maana yake ni nini iliyonyooka. tena? What does it mean again? Maana yake it is a smooth path, Ni njia, free from obstacles, ni njia isiyokuwa na vikwazo and leads directly to the desired destination. na kutupeleka katika hatima inayotakiwa. Hiyo ni maana ya nyingine ya pili. That is the second Maana meaning. nyingine ya tatu, The third meaning, removing obstacles kuondoa vikwazo and barriers na vizuizi that hinder progress. ambavyo vinazuia mafanikio au Kwa hiyo kuendelea. tunaposema straight Tunaposema njia and the iliyonyooka right way, na sahihi, Mungu atupe, God to give ina maana us, tunamwambia Mungu tusaidie. it means that we're telling him to help Tunapo us. 2025 In 2025, ninapotembea when I'm mimi na walking, familia yangu me and my na kazi family zangu, and my works, kila vikwazo every obstacle vilivyo mbele yangu, which are before kila me, vizuizi every vilivyo barrier mbele yangu which are before me, vinavyozuia that are kusonga mbele preventing me kwangu, not to go further, uviondoe. remove them. Kwa hiyo tunapofunga na kuomba, So when we are fasting and praying, tuna maana mingine Mungu anatusaidia. it means that God helps us. Vikwazo The obstacles na vizuizi and barriers ambavyo viko mbele yetu which are in front kwa of mwaka huu us ambavyo hauvioni, that you do not see, haleluya, Mungu Amen. aviondoe God to remove na them. visizuie And they should not mafanikio yako. stop your progress. Kwa hiyo unaona maana ya kufunga, So you see now the unaona meaning of umuhimu wa fasting. kufunga. You see the importance of fasting. Amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kwa hiyo unapofunga, So when you fast,
ni njia mojawapo. It's one of the ways Unamwambia Mungu, you are telling God, niondolee remove from me vikwazo obstacles na kila kizuizi and every barrier kitakachozuia mimi, that will stop me, kitakachozuia watoto that will wangu, stop my children, kitakachozuia mme that wangu, will stop my husband, kitakachozuia mke that will wangu, stop my wife, kitakachonizuia mimi that will stop me na kazi yangu and my work na huduma and my na ministry kile ninachokifanya. and everything that I'm doing. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kisoma ile Isaya 45 When you read the book of Isaiah mstari 45, ule wa 5, verse 5, mstari wa 3, verse 3, ama anza wa pili, anasema, this is what the Lord says, I will go before you, Cyrus, nitakwenda mbele and yako level the mountains. na kupasawazisha mahali palipo, I will smash down gates of bronze nitavunja and vipande cut vipande through bars of iron. milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Hiyo vilikuwa ni vikwazo, Those were lakini Mungu obstacles. akamwambia, But God told him, nitakwenda mbele I zako. will go before Kuna you. vikwazo There are kweli, obstacles, lakini yes. kwa maana But because ni mimi natembea na it wewe, is me that is walking hivyo with vikwazo you, I will nitaviondoa. remove those Hiyo obstacles. milima nitaisambaza, I will remove those nitaisawazisha. mountains. I will Malango ya level shamba them. nitayavunja. I will break those gates. Amen. Amen. So when we fast, Tunapofunga, when you fast, tunapofunga at the beginning of 2025, mwanzoni mwa mwaka and 2025 you do it na ukafanya with all diligence, kwa bidii, hallelujah, hallelujah, it means you are allowing God inamaanisha kwamba unamruhusu Mungu to go before you, aende mbele yako, and every hindrances na kila and kikwazo, every obstacles na kila kikwazo, and even challenges na hata changamoto which will come on your way ambavyo vitakuja mbele and yako hinder your plans na kuzuia mipango and yako hinder your progress na kuzuia maendeleo to yako, be taken care by God. vitashughulikiwa na Mungu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Can I see you waving? Naweza nikakuona ukipunga. Can I see you waving? Naweza nikakuona ukipunga. Ili nijue tuko So pamoja. that I may know we are together. Usitege tena Do not fail to do kufunga. so. Usitege tena kuomba. Do not fail to pray. Pray Omba. earnestly. Omba kwa bidii. Mungu anajua bidii. God knows the Nilikuwa diligence. nazungumza na mshirika wangu mmoja. I was speaking to my child. Tulikuwa na Pastor Julie. We were with Pastor Julie. Ilikuwa nafikiri ni siku ile ya Ijumaa. I think it was on Friday. Amen. Tulikuwa tunazungumza naye. Akatuambia yule mtu, That person told jamani, us, nafanya kazi. I am working. Nalala natoka kazini saa 4. I'm leaving at work at 10 Naamka saa p.m. 11. And I'm waking up at 5 a.m. Na ameweza. And he was able. Yamekuwa ndio maisha ya kawaida. That's his regular life. Sasa ufikiria. So just Sisi imagine, tunajisingizia mambo ngapi? how many things do we make Hatufanyi excuses vitu for? with diligence. We do not do things kwa bidii. Hata umkesha watu wafanyi kwa diligence. Even here people do not do kwa bidii. Hata maombi ya kufunga watu wafanyi kwa diligence. Even fasting prayers watu wafanyi kwa bidii. Amen. Amen. Kama mtu Mungu amemwezesha hivyo, If God has enabled someone na that wengine way, wajaokoka, Mungu anawawezesha and others hivyo. are not saved and God is Sembuse enabling sisi, them, is it not jamani, more to kweli us? tunajihurumia sana. We are just feeling pity for ourselves. Yaani wewe umefunga, una miaka 5 kanisani, You have fasted and you have 5 years. miaka 10 kanisani, You have 10 years in unaomba church. lisali You're moja. just praying for 1 hour. God is fair. Mungu ana haki. God is fair. Mungu ana He haki. will not reward you. Hato kupa thawabu. He will not reward you. Hato kupa thawabu. Wewe unalingana na mtu aliyeokoka You are the same mwaka as jana. a person who was saved Wa mwaka last jana year. ndo tutasema aombe masaa lisali. The one who was saved last year will say he can Hapo pray for 1 tunasema, hour. nimechoka. And then say, I'm Lakini tired. mbona unakaa unapiga gumzo? Why are you sitting there and you're just talking around? Niwaulize, mbona unapiga gumzo? Let me ask you, why are you Mbona talking una muda wa around? kwenda mpira wa Yanga Why na do you Simba? have time to go to Mbona watch una a muda wa football match? kuangalia? Why do you have a time to watch? Alafu unakosa muda
And then you miss the tutaangalia time. Mungu aliwajibu kwa sababu they prayed earnestly. Waliomba kwa bidii. Tusifunge na kuomba kama kawaida. Let us not fast and pray just as a normal thing. Wengine hamwezi tena kubebwa. Others you cannot be able to be carried. Kama Paul naweza kumbeba tena? Do you think that I can carry Paul anymore? Ninamuongoza tu. I'm just leading him. Tunatenda kazi pamoja naye. We are working together with Siwezi him. kumbeba. I cannot carry Kwa sababu him. kwanza yeye ni makamu mwenyekiti wa vijana. Because he's a deputy chairperson Amekaa of youth. kanisani hapa miaka mingapi? He has stayed. Mingi sana. Here Sasa kweli for Paul so ndio long. wakumbeba kwenye maombi? Can I carry him in prayers? Tunasaidiana. We are just helping each other. Hambebeki. You cannot be carried. Mwambia haubebeki tena. You cannot be Mwambie carried jirani yako anymore. hauwezi kubebeka Tell tena. your neighbor you cannot be carried anymore. Hallelujah. 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 Kwa usijifanye mtoto. So do Na ni not make kweli ni yourself as a watoto. child. It's true you are Kiroho ni children. mtoto. Spiritually you are a Japo una child. miaka mingi kanisani. Even though you have long time A here at straight and the church. right way. Njia sahihi na iliyonyooka. Maana nyingine. The other meaning. It is provide guidance Ni kupatiwa uongozi through difficult decisions, katika maamuzi magumu. granting us the strength to overcome challenges. Kutupa nguvu ya kushinda changamoto. Amen. Amen. Unafahamu kila maisha yanavyokwenda, wakati mwingine unakutana na difficult situations. As life goes unakutana na hali ngumu. Ambayo lazima ufanye maamuzi. That you must make decisions. And you ought to make right decisions. Na inakubidi ufanye maamuzi sahihi. Lakini pia, but also, sometimes wakati mwingine you need strength. Unahitaji nguvu. Soma katika kitabu cha Samuel. Read the book of Samuel. Samuel wa kwanza. First Samuel. Sura ile ya 30. Chapter 30. Mstari wa 6 ule. Verse 6. Samueli 30 mstari wa 6. Naye Daudi akafadhaika sana. Kwa sababu watu walikuwa wakisema kwamba apigwe kwa mawe. Amen. So it was a challenge. Ilikuwa ni changamoto. Challenge kubwa. It was a big challenge. Ambayo ilibidi wengine wote walikata tamaa. That all others lost hope. Wengine wote waliishiwa na nguvu. All others lacked strength. Amina. Amen. Lakini Biblia inasema yeye akajitia nguvu katika Bwana. But the Bible says he strengthened himself in the Lord. Kwa hiyo kuna nyakati ngumu zinaweza zikaja. So tunapofunga ni kwamba tunampa Mungu nafasi. We're giving God a hizo chance. Nyakati nguvu zinapokuja, that when those hard times akutie nguvu. He should strengthen you. Amen. Amen. Akutie nini? He should strengthen nguvu. you. Asubuhi nikawaambia you are not immune to challenges. In the morning niliwaambia kwamba hauwezi ukaepuka changamoto. You are not immune. Tumia neno zuri la Kiswahili. You are not immune. Hakuna mtu. There is no one kinga. Aliye na kinga. No one is immune to challenge. Ya kinga ya changamoto. They immune to challenge. Hakuna. No one. No one. Hata anayetembea na Mungu na moto. Even the one who walks with God and fire. Hakuna mtu mwenye kinga ya changamoto. No one has immune to challenge. Challenges are there. Changamoto for zipo. Every person. Kwa ajili ya kila mtu. Hata kama umeokoka mpaka kwenye damu. Hata kama even if you are saved even in nywele blood. Zote zimeokoka. Even the hair and nails, everything is saved. Challenges are there. Changamoto zipo. Lakini tunapofunga na kuomba. But when we fast and pray. Ina maana kwamba tutakapofikia nyakati hizo. That when we reach at that time. Maombi yetu yale. Our prayers. Tuliofunga na kuomba. That we fasted and prayed. Yatatufanya will make Mungu us. atutie nguvu. God to strengthen us. Na kingine akasema. Endelea mstari wa 7. Mstari wa 7. Kisha Daudi akamwambia Abiathari, kuhani mwana wa Ahimeleki, tafadhali niletee hapa hiyo naivera. Naye Abiathari akamletea Daudi naivera huko. Daudi akauliza kwa Bwana akasema,
Je, nikiwafuata jeshi hili nitawapata? Naye akamjibu, fuata, kwa kuwa hakika utawapata. Sasa pamoja na ile challenge aliyokuwa nayo, So even though he had that challenge, he had to make a decision. ilitakiwa afanye maamuzi. Amen. Amen. And he was supposed to make a right Na decision. inamaanisha kwamba alitakiwa afanye maamuzi sahihi. Amen. Amen. Kwa hiyo ndio maana akamwambia Abiathari, That's why he told Abiathar, niletee naivera. bring to me ephod. Akamuuliza Bwana, And asked the Lord, niwafuate ama nisiwafuate? should I follow them or not? Mungu akamwambia wafuate. And the Lord told him, And it was follow the right them. decision. Na ilikuwa ni uamuzi Kwa hiyo sahihi. Mungu tunapofunga na kuomba, So when we fast and Mungu pray, anatusaidia God helps kufanya maamuzi to make yaliyo sahihi wakati wa changamoto. right decisions in the times of challenge. Amen. Amen. Hallelujah. 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 This is what fasting and prayer do. Hiki ndicho ambacho kufunga na kuomba kunafanya. Nyingine, Another one. silale. Mwambie jirani yako usilale. Tell a neighbor, do not sleep. It's to walk with God Ni kutembea na in Mungu your ways katika njia zako and be able na kuweza to discern kupambanua the right people watu whom sahihi you are working with or whom you meet. ambao unakutana nao. To walk with God Kutembea na Mungu in all your ways katika njia zako zote and be able na kuweza to know kutambua the right people watu sahihi and their advices na ushauri wao which they'll give you ambao watakupatia if they are right. kama wako sahihi. Unapofunga na kuomba, When you fast and pray, ina maana kwamba ni Mungu unamwambia Mungu akusaidie utembee katika njia it zake. means that you're telling God to help you walk in his ways. Lakini pia But also, unapokutana when you na encounter watu with people kwenye kazi zako, in your works, kwenye biashara in your yako, businesses, kwenye maisha in yako, your life, hao watu those ni people, watu sahihi. are they right Na people? hiki wanachonishauri, And if Ni what sawa. they're advising me, is it right? unajua wale mamajusi You know, those wise men, waliongozwa na Mungu, they were led by God. wakaiona ile nyota They saw that ya star Bwana Yesu, of Jesus, na kwa sababu walifikiri, and because they thought, manake waliona hii nyota ni ya mtu mfalme, they saw that this star is of a king, wakaenda kwa Herode, they went to Herod. na wakajua kabisa Herode kwa vile ni mfalme atajua huyu mfalme mwenzake yuko wapi. And they knew that Herod, because he's a Kumbe king, he'll Herode know where his alikuwa fellow king hana is. taarifa. But Herod did not have that information. Nao wakamwambia mmeiona wapi? And he told them, where did you see Akasema it? tumeiona kwenye Bethlehem. We have seen Tumeiona it Bethlehem. in Bethlehem. Mahali fulani. In a Akasema certain place. akawaita akamwambia basi And he called them, nendeni go mkamtafute huyo mtoto, and look for that child mkamwabudu, and worship him. mkishamwabudu And after murudi worshiping, tena return again mkaniambie yuko wapi and tell me where he na mimi niende is, nikamwabudu. so that I may go and worship him. Unaona? You see, But Herod was not the right person, lakini Herode hakuwa mtu sahihi and his advice na ushauri wake was not right. haukuwa sahihi. Kwa hiyo kwenye maisha unaweza kukutana na watu, So in life you can meet people, tena watu unaowaheshimu, and people who you honor, wakakushauri and they'll advise you kwa ajili ya biashara yako, about your business. wakakushauri kwa ajili ya maisha They'll yako, advise you about your wakakushauri life. kwa ajili ya kazi They'll yako, advise you about your work. na usipojua And if you kwa want sababu more, unawaheshimu because you respect them, ukachukua ule ushauri, you will take that kumbe advice. sio ushauri sana. But it's not a right advice. Lakini tunapofunga But when we fast, utajua you will know
you will be saying. utatambua Pamoja na kwamba mchungaji amenishauri that hivi na hivi, even though pastor has advised me this and this, ushauri wake ni mzuri, his advice is lakini right, si is good, sahihi. but it's not right. Sawa jamani? Amen. Sawa? Amen. Maana hata mchungaji anaweza akakosea, Because even a pastor can make a mistake. kwa sababu she is not or is not in your shoes. Kwa sababu yeye hayupo kwenye viatu vyako. Amen. Amen. So when we fast, Kwa hiyo tunapofunga, we are able to walk with God tunaweza kutembea na Mungu and to know, na kujua, is this the right thing? je, hiki ni kitu sahihi? This man is telling me this and this. Huyu mtu ananiambia hiki na Pastor is hiki. telling me this and this Mchungaji ananiambia hiki na hiki concerning my business. kuhusu biashara My yangu. dear friend Rafiki yangu is mpendwa telling me, is ananiambia, advising me like this. ananishauri My hivi. mother, Mama yangu, my father baba yangu is advising me like this. ananishauri My hivi. boss is advising me like Bosi this. wangu ananishauri Is hivi. it right? Je, ni sahihi? Unaweza ukapambanua. You can discern. Amen. Amen. Straight and right way Njia sahihi na is to iliyonyooka be led by the Holy ni Spirit. kuongozwa na Roho Mtakatifu. And the Bible says, Na Biblia inasema those who are led by the Spirit wale wanaoongozwa na Roho wa are the Mungu, sons hao ndio wana of God. wa Mungu. Simama pale tulipo. Stand up wherever you are. Lakini nataka tuangalie. But- Kaa kidogo. Just sit. Sorry. Sit. Mstari ule wa 23. Verse 23. 23. Verse Turudi 23. pale kwenye Ezra. Let us return in Ezra. Hebu soma ule wa 22. 22. Anasema, for I was ashamed to ask the king Maana for niliona haya soldiers and horsemen to accompany us and protect us from our enemies along the way. After all, we had told the king, our God's hand of protection is on all who worship him, but his fierce anger rages against those who abandon him. Maana naliona haya kumwomba mfalme kikosi cha askari na wapanda farasi ili kutusaidia juu ya adui njiani. Kwa maana tulikuwa tumesema na mfalme tukinena, mkono wa Mungu juu ya watu wote wamtafutao kuwatendea mema, bali uweza wake na ghadhabu yake ni kinyume cha wote wamchao. Ni kweli Mungu ameahidi atawalinda watu wake. It's true God has promised Ni to kweli protect his Mungu ameahidi people. atakulinda. It's true God has Lakini promised hili to protect neno you. litende kazi. But for this word to Lakini hili function, neno litimie, for this word to be lazima fulfilled, tufunge na kuomba. we must fast and pray. Mstari ule wa 23. Verse 23. Asema, so we fasted and earnestly prayed. Basi tukafunga na kwa bidii tukaomba. Amen. Na kwa bidii hapo hajaongeza hapo. Ameongeza vizuri hapo. Earnestly. Kwa bidii. Ndio maana nikasema wengine mnalala. That is why I said others are sleeping. Yaani unangojea tu mpaka jamani saa 12 bado tu. You're just waiting as 6 not Bado yet tu reached. unawauliza watoto, saa ngapi jamani saa hizi? You're asking the children, what time is it? Hallelujah. Wengine unasema ngoja tu niende kanisani nikakaa hapo nipige gumzo pale kwa walinzi. Let me just go to church and make stories there at Umeomba kwa God's. bidii kweli wewe? Have you prayed earnestly? Jamani, kufunga na kuomba sio rahisi. To fast and pray, it's not Saa easy. nyingine maombi yanakauka kabisa. Sometimes the prayers Sijui nyewe dry. wenzangu. I don't know Lakini you, mimi my wakati fellows. mwingine yanakauka kabisa. But to me, sometimes the prayers Yanapotea. dry. They are- Sitaki, siwezi. I do not want and I Lakini I fail. force myself. Lakini Because we ninajilazimisha. live by faith, Kwa sababu- not by sight, Kwa sababu not by tunaishi kwa imani feelings. na sio kwa kuona wala kwa hisia. Amen. Amen. Tumeamua kufunga na We kuomba. have decided to fast and pray. Kwa hiyo huwezi ukasema mpaka nitakapojisikia. So you cannot say No. until I feel like doing so. You Hapana. force yourself. You Unajilazimisha. continue. Unaendelea. 5 minutes. Dakika 5. 10 minutes. Dakika 10. 15 minutes. Dakika 15. Half an hour. Nusu saa. 1 hour. Lisali 2 moja. hours. Masaa mawili. 3 hours. Masaa matatu. If possible. Ikiwezekana. 4 hours. Masaa manne. If you have
opportunity, kama ukipata nafasi 5 hours. masaa 5. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You fast, you pray, Unaomba maybe 2 hours. labda masaa 2. You take your Bible, Unachukua Biblia You yako. read. Unasoma half an hour. nusu saa. You meditate. What you Unatafakari have read. kile You ulichokisoma. continue again. Unaendelea tena. Kwa wale ambao mlio na nafasi, To those who have a chance. wale ambao wanaenda kazini, For those who are going to work, Mungu anajua. God knows. Anajua hata ule muda mfupi wanaopata. He knows even that Kama short time that watautumia you're getting. mzuri, Mungu atawajaza na Mungu ataona umefanya vizuri. If you use it, God Kuliko will wewe feel ambao that una you've muda done well. mzuri alafu unakaa tu. Rather than the one who you have a good opportunity but you're just sitting. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tutiane nguvu. Let us encourage each other. Tutiane nguvu. Let us strengthen each Mwambie jirani other. yako tutiane Tell your nguvu. neighbor, let us strengthen each other. Tutiane nguvu. Let us strengthen each Wakati other. mwingine ukikaa, Sometimes when you ukiona sit unasinzia, and you feel like sleeping, amka, tembea. just stand up and walk. Omba. Pray. Omba. Pray. Omba. Pray. Hallelujah. Hallelujah. Kwenye daladala At daladala, usilale. do not sleep. Utatokaje kuanzia Posta How can you mpaka unakuja chuo cha live from manabii? Posta up to here? Unashuka hapo. You are just coming Wengine off mpaka there. mnapitilizwa. Others even you're just Kuna taken mmoja past aliniambia there. alitaka kupitilizwa mpaka ametoka na treni ya mwendo kasi. Mpaka alipofika Kitono akamwambia tumefika. Yaani hajui. He did not know. Jamani, usingizi huo mbaya. That is a Tena very tuko bad kwenye sleep. maombi. And we're in prayers. Si ndio ungeutumia vizuri? You could have used that opportunity well. Tulifundishwa Bible school. We were taught in Bible Tukaambiwa school kwamba wakati mwingine schedule yako inaweza ikawa ni very tight. that sometimes your schedule may be very Wakaambia, tight. so anywhere you find a chance. Kwa hiyo popote unapopata You pray. nafasi, unaomba. While driving Ukiwa your car, unaendesha gari lako, you drive, you pray. unaomba. While you are bathing, Ukiwa unaoga, you pray. unaomba. While you are in the toilet, Unapokuwa you chooni, pray. unaomba. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Hata kama wakishangaa. Even if people are Mimi amazed. wakati ule nasafiri na basi, When I was traveling by bus, nilikuwa sikubali. I did not accept. Nitachukua kanga. I will take Nitajifanya a kama cloth, nimelala makitambaa. or a Naegemea cloth, hivi tena dirishani, namwambia nitatea dirishani. and I'll just Najifanya nimelala kumbe lean naomba. and as if I'm sleeping, but I'm Nitawezaje praying. kutoka hapa Dar es Salaam How can I mpaka live from Dar Morogoro es Salaam masaa to Morogoro? matatu? 3 Nimelala hours. jamani, mimi I'm Mkristo just kweli? sleeping. Am I a Christian? Mkristo kweli? A Christian. Has that such a good chance? Umepata Such nafasi a good nzuri kabisa. opportunity. Nafasi na fursa nzuri Na mimi kabisa. nimelala usiku. And I've slept Mbona at nimelala night. masaa 7? I've slept for Kwa 7 nini hours. nilale? Why should I sleep? Unaona unapopoteza wakati wako. Do you see how you're wasting your time? Usingizi haukupi kitu. Sleepiness does not give you Usingizi ni anything. umaskini. It is poverty. Hasa mtu anayelala mchana. Most especially the person who Unaingia sleeps in the kitandani afternoon. kulala saa 3 unaamka saa 12. You sleep from Na 9 to kuambia 6. ni hatari. It is very dangerous. Hatari. It's dangerous. Uko mstari wa hatari. You are in a line of danger. Uko mstari wa hatari. You're in a line of danger. Kama Mkristo As a Christian, una kazi you are working na una mambo ya kiroho. and you have spiritual Unalala saa things. 3 unaamka saa 12. You're sleeping at 9, you're waking up at 6. Yani uko on your age. Upo katika ukingo. Mwambie jirani yako uko kwenye ukingo. Tell your neighbor you are at the age. Halafu eti unataka Mungu aonekane. And you want God Na to maombi be seen. tunayoomba Mungu akufanyie. With the prayers that we're praying God to do Hatafanya. to you, He will not do. Hatafanya. He will not do. Hatafanya. He will not do. Sorry to tell you. Samani kukwambia Sorry to hivyo. tell you that. Samani kukwambia hivyo. Lazima tuamue kutumia muda vizuri. We must decide to use well our Ufanye time. kazi. To Ndio work. maana Nehemia And that is why akawaambia Nehemiah, he told people, hatutaacha we will not kujenga. stop to build. Akasema mkono mmoja wa kuendelea kufanya To kazi say one hand will keep on na building. mkono mwingine silaha. And the other one will hold the weapon. Mstari wa 31. Verse 31.
Asema, so 31. We broke the camp at Ahava Canaan on April 19th and started off to Jerusalem. And the gracious hand of God protected us and saved us from enemies and bandits along the way. Ndipo tukasafiri toka mtoni Ahava siku ya 12 ya mwezi wa kwanza ili kwenda Yerusalemu, na mkono wa Mungu ulikuwa pamoja nasi, akatuokoa na mkono wa adui na The hand of God will be upon you. Mkono wa Mungu utakuwa juu yako. I say the gracious hand of God will be upon you. Mkono wa Mungu wa neema utakuwa juu yako. 2025. 2025. Hallelujah. Hallelujah. Provided you have decided to fast and pray, the hand of God, the precious hand of God will be upon you. Mkono wa Mungu Will be utakuwa juu upon your yako. family. Utakuwa juu ya Will be familia yako. upon your children. Utakuwa juu Will ya be watoto upon your wako. wife. Utakuwa Will juu be ya mke upon wako. your husband. Utajua Will be juu ya upon mume your wako. business. Utakuwa Will juu be ya upon your biashara. ministry. Utakuwa juu Will ya be huduma. upon your office. Utakuwa juu ya ofisi yako. The gracious hand. Mkono And wa neema all your enemies, na adui zako wote, God Mungu will fight them. atapigana nao. And all bandits, God will fight them. Mungu atapigana Stand nao. wherever you are. Simama pale ulipo. Hallelujah. Hallelujah. Rabasaka, rabasaka. Yes. Rabasoko robosheke rabasaka. Rabasoko robosheke rabasaka. Anza kuomba. Just Rabasaka start to pray. rabashaka. Start to pray. Rabasaka rabasheke rabasaka. Rabasoko robosheke rabasuka. Rabasaka rabasaka rabaseke rabasoko. Sheke rabasaka rabasaka rabashaka. Rabasoko robosheke rabasaka. Utafuata maneno ya nyuma yangu. You will follow these words Utatoa after matamko me. haya nyuma yangu. You will give this declaration. Sema maneno haya. Naomba wachungaji karibuni. Pastors, Sema, welcome. ninajinyenyekeza kwako. Ninajinyenyekeza kwako. Mungu wangu. Mungu wangu. Katika mfungo huu. Katika mfungo huu. Nipe roho. Nipe roho. Ya unyenyekevu. Ya unyenyekevu. Nikaweze. Kuwatanguliza. Wengine. Na kuwahudumia. Sawa sawa. Na uongozi wako. Katika jina la Yesu. Omba. Pray. Mwambie Mungu akupe moyo wa Tell unyenyekevu. God to give you the heart of humbleness. Katika mfungo huu. In this fasting. Ili ukaweze kuwatanguliza So wengine. that you may put others first. Na kuwahudumia. And to serve them. Amwambie hivyo Bwana. Tell that to the Baba, Lord. tunajinyenyekeza. Father, we humble. Katika mfungo huu. In this fasting. Tupe moyo wa Give unyenyekevu. us the heart of Tukaweze humility. kuwahudumia. So that we may serve wengine. Others. Na kuwatanguliza. And to put them first. Wengine. Others. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Omba. Just pray. Moyo unyenyekevu. Omba. Pray. Unyenyekevu Bwana. Tunakusii sana. Weka moyo wa unyenyekevu ili tuwatangulize wengine, tuwaone ya kwamba ni bora Bwana. Declare. Kunyenyekea Bwana. Shakarapa taria mando. Iramanda rabasiria. Tukazidi kunyenyekea Bwana, ili ukainuliwe kwenye maisha yetu, ili ukatukuzwe kwenye maisha yetu, tukawaone wengine ni bora, tukawaweke kipaumbele Bwana. Mungu tusaidie. Shekere mayando. In Jesus mighty name. Katika jina kuu la Yesu. Sema nia yako Kristo. Nia yako Kristo. Ikawemo ndani yangu. Siku zote. Za maisha yangu. Ninakataa. Kiburi. Na kujihesabia. Haki. Na kuwa. Na ubinafsi. Katika jina la Yesu. Nia yako Kristo. Ikawe ndani yangu. Siku zote. Nakataa. Kiburi. Ninakataa. Ubinafsi. Na kujihesabia haki. Katika jina la Yesu. Omba sasa. Mwambie akupe nia yake. Mwambie nipe nia yako Kristo. Siku zote za maisha yangu. All the days of my life.
Mwambie nipe nia yako. Tell him, give me your Omba mind. nia ya Kristo. Ask for the mind Omba of nia ya Christ. Kristo. The mind of Christ Ikawemo ndani yako. to be in you. Kataa kiburi. Refuse pride. Kataa kiburi. Refuse pride. Kataa roho ya kujihesabia haki. Refuse the spirit of. Kataa roho ya ubinafsi. Refuse Omba nia selfishness. ya Kristo. Ask for the mind of Iwe Christ ndani yako siku zote. to be in you all the days. Rabasaka rabasaka. Nia yako Kristo ikawemo Mind ndani Christ yetu. to be in us. Tunakataa. We refuse. Ninakataa I roho ya refuse kiburi. the spirit of pride. Ninakataa I refuse roho ya the ubinafsi. spirit of selfishness. Ninakataa I refuse roho ya kujihesabia the haki. spirit of Nikawaone selfishness. wengine Let us see ni others bora better, kuliko mimi. more than me. Nikawaone Let me see wengine others ni bora better, kuliko wengine. more than me. Omba, endelea Just kuomba. pray and keep on Akupe praying nia yake. to give you Robo his soko mind. robo seke. Raba soko robo sheke. Raba soko robo sheke. Raba soko robo sheke. Raba soko robo sheke. Katika jina la In Yesu. the name of Jesus. Amen. Amen. Sema maneno ya ninajinyenyekeza Ninajinyenyekeza chini ya mkono wako chini ya mkono wako na ukaniinue na ukaniinue na kunitukuza na kunitukuza kwa wakati wako. kwa wakati wako. Ninajinyenyekeza Ninajinyenyekeza chini ya mkono chini ya wako mkono wako na ukaniinue na ukaniinua na kunitukuza kunitukuza kwa wakati wako. wakati wako. Omba Pray. kujinyenyekeza chini ya mkono Be wako. humbled under his power. Ninajinyenyekeza I humble chini ya myself mikono yako. under your arms. Ninajinyenyekeza I'm humbling chini ya myself miguu yako. under your feet. Bwana ukaniinue Lord, may you na exalt kunitukuza and exalt kwa me wakati wako. at your time. Bwana ukaniinue Lord, may you na lift me kunitukuza and exalt kwa me wakati at wako. your time. Katika jina la In Yesu. the name of Katika Jesus. jina la In Yesu. the name of Katika jina la Jesus. Yesu. In the name of Jesus. Robo soko robo seke. Raba soko robo sheke. 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 Robo soko robo sheke. Omba ukanyenyekeze chini ya mkono To wake. humble under his hand. Omba. Pray, pray, pray. Kujinyenyekeza chini ya mkono Humbling wake yourselves under his hand. ili Bwana akakuinue, So that he may lift ili you. Bwana So that he akakutukuze may exalt you. katika jina la In Yesu. the name of Jesus. Amen. Amen. Mwaka 2025. 2025. Sema maneno ya nyuma yangu. Mwaka 2025. Mwaka 2025. Hapo ndio unakaa njaa inaondoka na uchovu unaondoka. Amen. Amen. Usijihurumie. Mwaka 2025 Mwaka 2025. ukaniongoze Ukaniongoze katika njia katika njia iliyonyooka iliyonyooka na sahihi. na sahihi. Mwaka. Sema ukimaanisha, sema mwaka 2025 2025. ukaniongoze Ukaniongoze katika njia katika njia iliyonyooka iliyonyooka na sahihi. na sahihi. Ukaniongoze, Ukaniongoze ukanifundishe, ukanifundishe ukanishauri, ukanishauri ukanielekeze ukanielekeze hata kufanya kufanya maamuzi yaliyo sahihi kila wakati na kuniongoza katika njia zako. njia zako. Ukaniongoze, ukanifundishe, ukanishauri, ukanielekeze kufanya maamuzi yaliyo sahihi wakati wote na kuniongoza katika njia zako. Omba sasa. Baba ukatuongoze Father, lead katika us njia iliyo sahihi. in a way that is Kanisa right. lako Your church na mtu moja moja and individual. ukatuongoze, May you lead us. ukatufundishe, May you teach us. ukatushauri, May you counsel us. May ukatusaidie, you help us. ukatuelekeze May you instruct hata us kufanya maamuzi even on how to yaliyo make sahihi. decisions which are right. Ukatuongoze May you lead us katika njia zako, in your ways, jicho lako your eyes likitutazama to look upon katika us. jina la Yesu. In the name of Katika Jesus. jina la Yesu. In the name of Robo Jesus. soko robo seke. Raba soko robo seke. Robo soko robo sheke. Robo soko robo sheke. Raba soko robo sheke. Katika jina la Yesu. In the name of Amen. Jesus. Amen. Nenda mbele zangu Bwana.
Nenda mbele zangu Bwana. Nishike kwa mkono wako wa kuume na kutiisha mataifa chini ya miguu yangu na kuharibu kila silaha, kila mitego, kila silaha, kila viambaza, kila vikwazo vilivyowekwa mbele yangu vikaondolewe na ukafungue malango mbele zangu kwa ajili yangu mimi na familia yangu na kazi yangu na maisha yangu na kanisa lako na huduma kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nenda mbele zangu, nishike kwa mkono wako wa kuume na kusawazisha kila kilichoinuka na kutiisha mataifa na kila silaha na kila waovu waliosimama kuzuia upenyo wangu. Baba ukawaondoe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Fungua macho na masikio yangu ya rohoni nikaisikie na kutambua sauti yako inaposema na kwa jina la Yesu. Fungua macho yangu na masikio yangu ya rohoni nikasikie unaposema na kwa jina la Yesu. Muombe Bwana sasa akushike kwa mkono wake wa kuume na kutiisha kila kinachoinuka mbele zako na kusawazisha kila vizuizi, milima na mabonde yakaondolewe, akavunje malango ya shaba, mapingu ya chuma. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Baba fungua macho yetu ya rohoni, masikio yetu ya rohoni unaposema nasi, ukituambia njia ni hii, tukatambue na kwenda na kuchagua ile njia uliotuchagulia, unayotuonyesha iliyo sahihi kwa ajili ya kazi zetu, kwa ajili ya huduma, kwa ajili ya familia, kwa ajili ya biashara zetu, kwa ajili ya maisha yetu yote, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Robo soko robo seke, raba soko robo seke, raba soko robo seke, raba soko robo sheke, raba soko robo sheke, robo soko robo sheke, raba saka. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Tutaimba kidogo dakika mbili tu. We will sing for 2 minutes. Kwa ule wimbo for that song. Sema unayeshika maagano. Alafu watumishi watakuombea. Imba tena. Afu tutatabiri juu yako. Mungu kama wewe, Mungu kama wewe, hakuna sikufananishi na yeyote. I don't hear you. I don't hear you. Worship him. Worship him. With all your being. Mungu With all your heart. Worship him. Mungu kama wewe, Mungu kama wewe, sikufananishi Baba, unatunza maagano, unatunza maagano Baba, sikufananishi
wachungaji watafuatilia. Nyosha mikono yako. Baba yetu na Mungu wetu, nimesema neno lako. Yes. Kwamba wewe ni Mungu That you are God. unayesikia tunapoomba, Who hears when we pray. unayetuelekeza You who instructs njia us iliyo sahihi in the right na place. njia iliyonyoka. In the straight way. Mungu ni wewe. God, it's you Uliamua kuwatoa wana wa who decided Israeli to take the kutoka Israelites Misri. from Egypt. Hawakujiongoza They did not wenyewe. lead themselves. Uliwaongoza. You led them. Uliwaongoza. You led them. I beseech you, Lord, Ninakusihi that Bwana 2025 kwamba 2025 you lead us. utatuongoza, You lead your children. utaongoza watoto In wako the name of Jesus. katika jina la Kama Yesu. ulivyomwongoza As you Israeli, led Israel, waongoze watoto wako. lead your children, Lord. Mwongoze mama huyu. Lead this woman. Mwongoze baba huyu. Lead this man. Ukamlinde. May you protect them. Ukamtunze. May you keep them. Him Na familia yake. and his family Na uzao wake. and his generation Na mume wake. and his Na mke husband wake. and his Na wife kazi yake. and his Na work biashara and yake. his business. Lord. Bwana, Lord. Bwana, Lord. Bwana, Uliwatangulia you came before kwa them nguzo ya moto usiku by the pillar of fire na in kwa night wingu mchana. and by cloud in the You have afternoon. never changed. Haujawahi You kubadilika. have never changed. Haujawahi You kubadilika. are the Lord who keeps a covenant. Wewe ni Mungu unayetunza maagano. You are the Lord who answers by fire. Wewe ni Mungu unayejibu kwa moto. You are the Lord who do mighty things that no one can comprehend. Wewe ni Mungu unayetenda mambo makubwa ambayo hakuna mwanadamu anaweza kuyatafakari wala Yanatisha kujua. kama nini. They are wonderful. Hujabadilika. You have not changed. Fanya mambo ya kutisha. Do wonderful things. Kumbuka agano lako Remember your na covenant kanisa lako. with your church. Kumbuka agano Remember lako your covenant na watoto wako hawa. with your children, Na baba huyu with this man, na mama huyu with this na woman, binti huyu with this na lady, kijana huyu with this young na man, kila with mmoja everyone, kwa jina lake by his na name, familia zetu and with our na families kazi zetu and our na works kila tunachofanya, and whatever we are doing. tukauone mkono wako. Let us see your Ndio maana hand. tumenyenyekesha kwa That is why we have humbled katika ourselves jina la Baba in the name of the na la Father Mwana and the na la Son Roho Mtakatifu. and the Holy Pastor Spirit. Juliana, pray. Mungu, ninaungana na mtumishi wako Father, I join with your kwa maombi servant ambayo ameyaomba. with the prayers that she has prayed. Asante kwa ajili ya watoto wako. Thank you for your children. Tumelitii neno lako We have Bwana, obeyed your word, Lord. tumekubali maelekezo We have yako accepted your ya kwamba instructions mwezi huu Mungu that this month, Lord, tunautafuta uso we are wako. seeking your face. Tumenyenyekea We have Bwana humbled, kama Lord, walivyofanya akina Ezra, as Ezra did, wakitaka uwasaidie, needing your help, wakitaka watembee na wewe. needing to walk Na with sisi you. Bwana tumefanya And hivyo. as Lord, we have Watoto done wako that. wamefanya Your hivyo, children have done that, wakitaka Lord, kukuona wanting to see you kwenye njia zao in Bwana, their ways, kwenye Lord, kazi zao in Bwana, their works, Lord, kwenye biashara in zao. their businesses, Lord. Hautawaacha You Bwana. will not leave them. Mkono wako utembee nao. Your hand should walk Mkono with wako them. utembee Your nao. hand should walk with Wewe ni them. baba yetu. You are our Wewe ni Father. Mungu wetu. You are our God. Ndio maana tunakutafuta. And that is why we seek Tunajua you. utaenda na sisi. Because we know you will go with us. 2025. Hatujui mbele Bwana. We do not know what is Hatujui ahead of us. mwaka. We do not know this Lakini year. wewe unajua. But you Yuko know. viziao. You know. Yuko adui. You- Anatamani tuanguke. They desire us to Anatamani fall. tupotee. They want us to be Lakini lost. Bwana But Lord, ukasema wewe you say utasimama Bwana you will stand, kinyume Lord, na waviziao, against the kinyume na maadui zetu. against our Ndivyo enemies. utafanya hivyo That is how you kwa will mama do huyu, to this kwa woman, baba huyu, to this kwa man, binti huyu, to this lady, kwenye kazi zake, in their works, kwenye biashara zake. their businesses. Utawapiga waviziao, strike utawaharibu them. wanaotuonea, You will destroy utawaharibu their oppressors. wanaoonea, You will destroy their wanaogandamizwa oppressors. You will destroy katika kazi zao, those who are going kwenye to their biashara works, zao. in their businesses. Bwana utapigana nao, Lord, you will fight Bwana with them. utapigana na adui You zetu, will fight with the utasimama enemies. na watoto You wako will stand with kwenye your kazi children, zao, in their works, kwenye familia in their zetu, families. katika
ukawe juu ya watoto wako, Let it be upon kwenye their kazi children, zao, in their works, kwenye familia zao, in their katika families, jina la Baba in the name of the na la Father, Mwana and the na la Son, Roho and Mtakatifu, the Holy ikae Spirit. hivyo. Let it be so. Amen. Pastor Amen. Gasira, Ukiwa umeendelea tukuweka Shekere mikono yako mayando. juu, pokea While maombi you're haya. still raising your hand, Pokea maombi haya. receive these prayers. mayando. Bwana Yesu, Lord Jesus, watoto wako your children wametii neno lako, have Ndio obeyed your word. wametii mamlaka Ndio yako. They have obeyed your authority. Tumepatana Bwana We have yes. joined kwamba hands mwezi together huu that Yes, this Lord. month tutafunga Bwana we Ndio will Bwana. na fast, Lord, tutaomba Bwana, and we will na pray, wewe ni Lord. Mungu And you are God. uliyemjibu Ezra You Ndio answered na wana wa Ezra Israeli, with the Bwana. Israelites, ukawalinda, and you led them, ukafanikisha njia Ndio yao, and you prospered their ways. ukafanikisha mipango Oh, You yao. prospered their plans. Watoto wako Your Bwana. children wameonyesha uaminifu, have shown faithfulness, wameweka bidii, have shown diligence, wameweka bidii. have put Wewe diligence. ukawajibu, Lord, answer wewe them. ukawatendea You wema, answer them. wewe ukasikie maombi Yes. You yao, hear their wewe prayers. ukaangalie Go kunyenyekea and kwao, look their humbleness. ukasababishe Ndio. Bwana, May you cause, Lord. ukasababishe May you Bwana cause, Lord, wazijue njia zako, them to know your waone ways, uongozi Yes. to wako, see your guidance. ukasababishe Yes, Lord. Bwana, Cause, Lord, ukasababishe Yes, Bwana cause, Lord, roho zao their spirits zikaongozwe should be na led Roho wako, by your na spirit, miili yao and their bodies, imetii Bwana, they have obeyed. wakaongozwe They should be na Roho led wako, by your spirit. wakalindwe Let them be na nguvu protected zako, by your powers. wanaovamia Those who maadui strike zao their enemies, hawatawagusa, they will not touch them, hawatawashinda, will not overcome hawataharibu them. mambo They yao, will not destroy their katika things. jina la In Yesu. the name Na of sasa Jesus. nenda And now ukafanikiwe, go and prosper. nenda Go ukafanikiwe, and prosper. nenda ukamwone Go Bwana, and see the Lord. nenda ukamsikie Mungu, Go and hear God. nenda ukabarikiwa na Go Bwana, and be blessed by the nenda Lord. ukafurahia Go ushindi, and rejoice your nenda victory. ukamwone Mungu Go akiwa Mungu and wako, see God to be your katika God. jina la Yesu. In the name of Kila Jesus. utakalolifanya Whatever you will do, litachipuka, it shall kila sprout. utakalolifanya Whatever you will do, litafanikiwa it will kwa prosper. jina la In the Yesu. name of Jesus. Amen. Father God, we bless you Baba Mungu tunakubariki because you are going to fulfill your word kwa sababu unaenda kulitimiza It will neno come to lako, pass litatimia to each and every person's life. kwa kila maisha ya mmoja wetu Jesus' hapa mighty name. katika jina la Amen Yesu. and amen. Amina na And God amina. bless you. Na Mungu akubariki. Naweza ukakaa. You may take your Mzee wa seat. kanisa tumkaribishe kwa ajili ya matangazo. Let us